bwana. Koitop Kalenjin. Wow. Big Tune Records. Kibendi aje koito. Kibendi rogorio. Amagigene mwai. Magigene ngeliep. Liwap tumdo nyoe. Bye bye tumdo nyoe. Kibendi Transmara. Hey, kebunu Bomet. Yo, sige mangi gericho. Kaso, kibendi aje koito. Kibendi aje koito. Kibendi gesom lakwet. Yani tumdo nyo bwana. Kibendi koito. Kerge lagoi. Koboch ole boch. Kibendi kimugol. Kejorji kejerangan. Sigelany tulwap kony. Sigelany tulwap kony. Kibendi aje koito. Kibendi gesom lakwet. Hey. Kibendi bwana kele nekimwaita. Kegetu moita. Kibendi Baringo. Sige masi merkweta. Kemangune geyo. Kewana ndiga. Kibendi aje koito. Kibendi gesom lakwet. Kararan tumdo nyo. Ongerip tumdo nyo. Bye bye tumdo nyo. Liwap tumdo nyo. Entum dam nandi. Kibendi aje koi. Amagigene mwai. Amagigene mwai. Anyin tumdo nyo. Kararan tumdo nyo. Oya kakibwal kan nyokas. Hey, jaban nandi. Chemwai kwa boy. Abaye moitanyi. Kororia tanan goe. Kolibwa bentuai. Ne boy. Kimwai goe ito. Anan bogirgit. Kolibwa kora. Namba somo. Kanyie kororia. Kororia nebo riot. Uboto ganyo. Kolibwa. Hey. Yani ganyo bwana. Eitan nebo luget. Eitan nebo luget. Nebo sandana. Koganyo kora. Kolibwa. Namba mutu. Eitan nebo nego. Nego goyem jogi. Nebo somanet. Kolibwa.
Aksubenda bara, aksubenda bara. Nelel jem ngabai, nelel jem ngabai to. Kolibwa, koga nyok choban, chobanandi. Hey. Goro mikoshine, yaga bwami goito. Magiyone sanik, magiyone gaba mwaiwe. Kibendi ke goshindos, angoti muy goset. Gumatinye ganyo, yani ganyo tugulwe. Kergela gokyo, kergela gokyo. Amele somanak nengu, matile somanak nengu. Kigo soman so tuwai, kigo soman so tuwai. Yeah. Kongo iga biugoi, nengore rwechki. Kotagi saktai, kotagi saktai. Sandana kiamege, sandana gelege. Agetinye gonyikwe, sandana. Big up Kalenjin, kobot Kipsigis, akoy Nandi, kebe Kimugon, kebe Baringo, koretab Lembus, onge tolo amde tumdangwang. Yeah. Aga yekyo, onge tumdangwang akwege, aga nyokwok. Orip lagok, aga orip tumdanyo, onge rip koito, kulibwabi. Thank you. Ngigen gabyugoi, ngotigen gabyugoi. Me ameje bajegu, me ameje bajegu. Kiachin ganyok, kiachin nibilil. Kongoi neba murare, kongoi neba murare. Koganyok yutyoe. DJ Dan, shughulikia.
sana, karibuni. Mwage. Nashukuru Mwenyezi Mungu nimepata mdogo kwa wakati huu. Naitwa Jane Marso. Ni anti ndugu ya baba yetu. Nakaribisha nami naitwa Rosina. Mimi ni dada yake mdogo. Pia mimi nimelelea watoto wote mpaka siku ile mimi nikaenda kwa. Mimi ni maid yake na Wini. Nilikuwa nimeenda. Lakini hao wengine kutoka ule mkubwa. Asante. So hapa Ner ndio hapa nangu. Sasa hapa nyumbani. Na tena mimi ni mwenyekiti wa mkuu wetu inaitwa Kamongo. So walichakua iwe chairman yao. So wacha ni nyinyi hata bachela ina leo tuendelee. Start. Sasa naomba Hamjambo tena. Kwa majina naitwa Patrick Eriki na nafanya shughuli ya leo Kevin kazi yangu. sawa. Hamjambo. Nasalimia katika jina la Yesu Kristo. Mimi naitwa Jesse Mturi. Ni shughuli leo ndugu yangu. Mimi ni ndugu yake mkuu. Hamjambo. Mimi ndio na nimefurahi kufika huko. Nasalimu katika jina la Yesu Kristo. Hamjambo. Nami sidangu. Kwa majina naitwa Beatrice Sina. Mimi ni mama mzazi. Nafuraha siku ya leo kuwa hapa katika boma hii. Sasa nataka nilete shukrani za Mungu wetu mkubwa ambaye Joshua akafanya kazi yetu alipata nguvu. Sasa ndio na asiku vizuri katika hospitali jana. Mimi ndio watatu. Mimi ndio nimekuja kuwakilisha katika shughuli hii na huyu ni mdogo wangu. Naitwa Masi. Katika jina la Yesu wanadamu. Naitwa Mary Msiri. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina naitwa Feni Mgoi Mambo. Mimi ni family member na 2 3 sisi tunasimama tu straight. Wini, kazi kwako. 1 2 3 go. Ni wewe tu unafanya. Wacha niwaekee timer ndio. Hiyo ni countdown. 2 1 Haijakuwa sana, haijakuwa perfect. Lakini 3 go. Twendeni. Haya basi. Nisleki basi. Acha watoto
Uhusiano haitakuwa. Mtasonga, mkipewa msichana mtapata nafasi ya kukalia. So grateful you are doing. Ndio wanafanya na Keita kufanya. Wasasi wakuja. Mama. Ijafika bisi leo. Kuja na mama. Sasa tutaweza kaa hapo, mtasimama hapa. Mchunge nitaiba. Wewe bujera. Watoto ni baraka kutoka kwake Mungu. Watoto ni baraka kutoka kwake Mungu. Oh, baraka kwake Mungu. Tumsifu Yesu Kristo. Mama nataka msichana wangu nilikupea. Hebu nirudishe mpaka. Na hiyo tunajua. Amen. So tutaomba kwa ajili ya chakula hii.
tukunywe maziwa, alafu ndio tuelekee sehemu ya pili. So tuombee chakula. Kwa jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Atubariki Mungu wetu sisi na chakula chetu, tupate nguvu ya kutumikia vyema kwa Kristo Bwana wetu. Kwa jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Oh, baraka. Oh, baraka. Kutoka kwake Mungu. Kristo ni baraka. Kutoka kwake Mungu. Kristo ni baraka. Kutoka kwake Mungu. Nyeni kazi kwa bidii. Fanyeni na Bwana Yesu. Fanyeni yote. Bwana akiyapokea. Pamoja na moyo wako, naye Bwana Mungu wako atakubariki. Bwana akiyapokea, zaeni matunda mema, zaeni ya heri. Nama vote of thanks na tunateremka huko chini. Karibu. Asante. Nashukuru sana vile mmebarikiwa kufika masaa kama haya machache, ambaye gawa tumechelewa, lakini hatuwezi kusema mengi kuhusu jambo kama hilo. Tunashukuru Mwenyezi Mungu ili ametuendesha vile hii sherehe mpaka saa hizi. Kwa hayo machache sina mengi la kusema. Nyinyi mnakaribishwa, mnapokelewa. So kwa haya yote tunawachilia Mwenyezi Mungu apange mpango yake vile amepanga ili atujalie. Kwa haya yote tunashukuru. Sina mengi la kusema. Na wote baada mimi nalo nyumbani nasema wasalimu nyinyi nyote kwa mapenzi ya Mungu. Kwa hayo machache sina mengi la kusema. Asante. Hata mambo ya mafuta ku exchange. Baba kuna nafasi hapa sasa. Na tayari. Jesu, ocho weguri. Egana nini, kumite gali. Mamite nyali, monotoyi.
wasasi wa hapa waweze kutukaribisha ili tuweze kuanza ibada yetu ya misa. Tumsifu Yesu Kristo. Basi nachukua nafasi hii nishukuru Mwenyezi Mungu kwa hii nafasi ambayo ametujalia siku ya leo, ambaye inaendelea kuwa kufana. Nashukuru zaidi Father wetu Father Dennis kwa kuweza kutufanyia misa, kwa maana bila Mungu hatuna pahali tunaenda. Kwa hivyo tunashukuru sana. Nakaribisha kila mmoja wetu tushiriki pamoja. Mungu Mwenyezi atubariki zote. Mwana na la Roho Mtakatifu. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na upendo wa Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu viwe nanyi nyote. Kwa kweli tumekusanyika siku ya leo hapa ili tuweze kumrudishia Mwenyezi Mungu shukrani kwa vipaji ambavyo ametujalia. Na hasa tunaposherehekea siku ya leo tuweze waweka Kevin na Winnie ambao wameamua kwamba wanataka kuanza maisha mapya. So kupitia kwa hii misa takatifu tuweze kuwaombea ili waweze kuishi vizuri, kuishi na amani, kuishi na imani pia, na Mwenyezi Mungu awasaidishie yale yote ambayo wanahitaji katika maisha yao. Ndugu zangu, tukiri dhambi zetu ili tupate kustahilishwa kuadhimisha mafumbo matakatifu. Namuungamia Mungu Mwenyezi, nanyi ndugu zangu, kwani nimekosa mno kwa mawazo, kwa maneno, kwa matendo. Mimi nimekosa sana. Ndio maana namuomba Maria mwenye heri, Bikira daima, malaika na watakatifu wote, nanyi ndugu zangu, niombeni kwa Bwana Mungu wetu. Mungu Mwenyezi atuhurumie, atusamehe dhambi zetu, atufikishe kwenye uzima wa milele. Upate kuwakomboa wanadamu wote kutoka katika hali ya zamani. Utujalie sisi tunaodasamia kwa ujaji neema ya huruma yako ya mbinguni, ili tufikie thawabu ya uhuru wa kweli. Kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo mwanao, anaishi na kutawala nawe katika umoja wa Roho Mtakatifu, Mungu daima na milele. Somo katika kitabu cha nabii Isaya. Bwana Mungu mtakatifu wa Israeli asema hivi: Ewe taifa la Sioni, unayekaa Yerusalemu, hautalia machozi tena. Bwana akisikia kilio chako, atakuhurumia. Akikusikia, atakujibu.
Bwana atakupa mkate wa taabu na maji ya usumbufu. Yule anayekufundisha hatajificha tena, nayo macho yako yatamwona mwenye kukufundisha. Masikio yako yatasikia ngoni na mkate. Mazao ya nchi yatakuwa mengi, makundi ya wanyama yatalishwa. Watakula siku ile katika malisho mapana. Ng'ombe na punda wenye kulima watakula chakula kilichokolezwa chumvi, kilichopepetwa kwa pepeo na ungo, juu ya kila mlima mrefu na juu ya kila kilima cha juu. Vitakuwapo vijito na mito siku ya mauaji makubwa, minara itakapoanguka. Mwanga wa mwezi utakuwa kama mwanga wa jua, nao mwanga wa jua utaongezeka mara 7 kama mwanga wa siku 7. Katika siku ile Bwana atatibu majeraha ya taifa lake na kuponya makovu ya vidonda vyake. Neno la Bwana. Zaburi ya kuitikizana kwa maneno. Wanaheri wamngojao Bwana. 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 Jinsi gani ni vyema kuwapendeza na yastahili kumsifu yeye. Bwana anaijenga Yerusalemu, anawakusanya Waisraeli waliotawanyika. Wanaheri wamngojao Bwana. Wanaheri wamngojao Bwana. Waliovunjika moyo na kuvitibu vidonda vyao. Ameiweka idadi vita zote kwa jina. Wanaheri wamngojao Bwana. Wanaheri wamngojao Bwana. Bwana wetu ni mkuu na mwenye haina kikomo. Bwana huwategemeza kuitangaza Injili ya ufalme. Pia aliponya magonjwa yote na udhaifu wote. Alipouona umati wa watu,
aliwahurumia, kwa maana walikuwa wamefadhaika na kulala chini kama kondoo wasio na mchungaji. Hapo akawaambia wafuasi wake, mavuno ni mengi, lakini wafanyakazi ni wachache. Basi mwombeni Bwana wa mavuno apeleke wafanyakazi katika mavuno yake. Akawaita wafuasi wake 12, akawapa uwezo wa kupunga pepo wachafu na kuponya magonjwa yote na udhaifu wote. Akawaambia, mwende kwa kondoo waliopotea wa nyumba ya Israeli. Nendeni kutangaza mkisema, ufalme wa mbingu umekaribia. Waponyeni wagonjwa, wafufueni wafu, watakaseni wenye ukoma, wafukuzeni pepo wabaya. Tumsifu Yesu Kristo. Ni furaha kubwa tumekusanyika hapa siku ya leo ambapo Winnie yako wapi? Aha, na Kevin. Okay, sawa. Hili nikiwa nikiongea na wachua ni 8 na 8. So tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa hayo yote. Lakini tunaposema hayo, tunaposherehekea, haimaanishi pia hakuna changamoto, lakini Mwenyezi Mungu ni anatupatia matumaini katika maisha yetu, ya kwamba kama vile tumeanzia misa takatifu, kumaanisha tunaomba Mwenyezi Mungu aendelee kuwaongoza wale ambao wanataka kufunga ndoa, lakini sio kufunga ndoa ya siku chache. Please, ya maisha safari ya mbali, lakini sio mbali mkitumainia Mwenyezi Mungu. Katika masomo ya leo, nikianzia somo la kwanza kutoka nabii Isaya. Wakati nabii Isaya anawapa matumaini wana wa Israeli, kwa sababu walikuwa wamepoteza matumaini. Walikuwa wameona kwamba Mwenyezi Mungu amewaacha. Lakini ndiposa anawaambia kwamba hautalia machozi tena, kwa sababu Mwenyezi Mungu yupo pamoja nao. Tukiwa na Mwenyezi Mungu, ama Mwenyezi Mungu akiwa kati yetu, kama hatutalia, kumaanisha kuna furaha ya kwamba tuweze kumtumainia Mwenyezi Mungu kila wakati, ambaye ni yeye anatupatia furaha na kila chochote ambayo tunahitaji katika maisha yetu. Kevin, sijui kama ulikuwa nalia wakati ulikuwa unatafuta ama Winnie, sijui kama ulikuwa, na mimi najua kila mmoja wenu alikuwa naomba Mungu nijalie niweze kupata. Lakini sasa imefika wakati wa kuanza maisha, so hakuna kulia tena, hakuna ulikuwa naitamani kweli siku moja niweze kupata bibi ama kupata bwana, ili tuweze kuishi pamoja. Kama vile mimi nilikuwa nataka, hata mimi nilikuwa nadhamani sana niwe bado, na kweli hata nimemaliza mwezi mmoja tu nikiwa bado. So kumaanisha hata nyinyi pia mlikuwa natamani kupata hayo, na Mwenyezi Mungu ameweza kusikia kilio cha kila mmoja wenu. Ndipo sasa tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuwa ameyasikia maombi yenu, amewahurumia. Kuliko uende uhangaike kutafuta hapa na pale, lakini umepata huko. Kumaanisha unajua labda hukupata huko kwingine, lakini umepata hapa. Hata wewe pia hukupata hapa, lakini umepata kule. Hayo yote tunamshukuru Mwenyezi Mungu, kwa kuwa hayo yote ni mpango ya Mwenyezi Mungu. Kwa kuwa Mwenyezi Mungu anajibu maombi yetu, amejibu maombi. Nadhani hata wazazi labda walikuwa wamesema sasa huyu ni kama tutakaa naye, kwa sababu hata yeye na mimi atakaa nyumbani sasa. Hata yeye lakini
Kumbe kila kitu kuna wakati wake. So kwa hivyo Mwenyezi Mungu amepanga siku ya leo kwa ni siku ya furaha, siku ya kuanza maisha mazuri, siku ya kuishi kama bibi na bwana. Lakini ni mwanzo, hii ni kawaida, nimesikia ni kawaida. So bado kuna sherehe zingine, hii ni mwanzo tu ya sherehe. So tutatayarisha, twende kule niweze kusherehekea vizuri. Hapa tu tumekuja kama kionjo ya siku ya leo. Lakini kwa sababu yote Mwenyezi Mungu ameyapanga na tutafurahia hayo yote. Ninapowaongelesha hawa pia haimaanishi katika maisha yenu hakutakuwa na changamoto. Nasema Bwana atakupa mkate wa dhahabu. Sasa amekupa bibi wa dhahabu. Sijui kama umejua hayo. Bibi amekupa mkate wa dhahabu. Yaani mkate, unajua mkate ni kitu cha kukula. Yeah. So usione kama hata kama ni mkate kumaanisha inakulika. Kumaanisha hata kama hayo maisha ni magumu pia inafanya nini? Inastahili kuishi. Ya kwamba usiseme siku moja mimi nimechoka na wewe. Sasa enda kwenu. Ama so mjua kwamba Mwenyezi Mungu amewapatia mkate wa dhahabu. Na pia Mungu atakuwa pamoja nanyi. Na Mwenyezi Mungu atakuwa pamoja nanyi mkianza kumtegemea Mwenyezi Mungu kila wakati. Mkianza na sala. Kama vile tumeanza, sisi tutakuwa tumenao mkono kusema tulienda kutoka sale na tukabariki. Lakini utafuata hayo. Badala ya kutegemea neno la Mungu. Na ujue kwamba Mwenyezi Mungu amekupatia kibaji. Amekupatia gift. Vile unamwona, just take it as a gift from God. Sasa kuna wengine wataanza sasa kuanza mazengenyo huko nje, waanza kuambia tubariki katika maisha haya ambayo mnataka sasa kuingia. Anataka kuwabariki, anataka kuwanemesha, kuwapatia nguvu ili muweze kumtumikia yeye siku zote. Na kwa hivyo basi mnastahili kumfuata yeye kila wakati. Usifuate binadamu. Hata kudanganya, anaweza kuambia leo hii, kesho utastukia amebadilika. Neno la Mungu litadumu milele na milele. Haitabadilika. Kwa hivyo muweze kuenenda katika njia ya Bwana. Inatuambia kwamba hii njia uifuate vile imesema tu. Wala usiende kulia wala kushoto. Ya kwamba usiweze kuyumba katika maisha. Unastahili kusimama imara. Katika imani yako simama imara. Katika familia yako simama imara. Ya wito ambao umeitiwa uweze kusimama imara. Usiyumbe. Kwa sababu hata ukiumba ukienda huko kwingine pia utaanza kusema kumbe hata ningevumilia nikae huko. So afadhali usimame tu, usiyumbe. Kama kuna changamoto usiyumbe. Wewe simama imara na kumtegemea Mwenyezi Mungu ambaye atakujalia yote ambayo unahitaji katika maisha yako. Na kama vile Mungu aliwaahidi wana wa Israeli kwamba atawapa mvua juu ya mbegu ulizopanda udongoni. Tunajiuliza hata kama nyinyi pia ni nini ambacho mnataka kupanda katika maisha yenu? What is the driving force? Vile mlikutana, mliongea, hatujui. Lakini tunajua kwamba tuko tayari ama tunaona kwamba mnataka kuishi maisha mazuri. Mnataka kuishi kama familia. Lakini kuna kitu ambacho mnataka kupanda
kupanda katika maisha yenu. Ndiposa Mungu aliwaambia wana Israeli kwamba atakupa mvua juu ni yenu. Na kwa wale wengine, unajua sasa msiseme na wauliza wao peke yao, na nyinyi mmepanda nini katika maisha yenu? Maisha yenu iko aje? Isikuwe tu tunawasherekea hao lakini yetu kumeharibika. Wengine labda wengine wako karibu kutoroka, lakini nitatuambia leo kama vile tumesikia katika masomo ya leo, tuweze kusimama imara. Tupande mambo mema, mambo mazuri katika maisha yetu. Muweze kupanda mema, amani, umoja. Imani pia iongezeke kila wakati. Hayo ni mambo mazuri ambayo mnastahili kupanda mnapoanza safari yenu. Otherwise, mtaenda mnapoanza safari, mtaanza kusema, oh, sikuwa nimekujua vizuri, kumbe uko hivi. Mkitaka kujua kweli, hebu usikie story yao. Kumaanisha maisha yao haikuwa rahisi, haikuwa tunywe, kulikuwa na changamoto. Lakini kwa sababu ya mbegu ambazo waliweza kuzipanda nzuri, ndiposa unaona maisha yetu. Ili mambo mengine yakitokea hapo njiani, mweze kusimama imara na kutunza familia yenu. Wa nje hawatatunza familia yenu, labda hata wanangoja waje wakisema wacha tuangalie vile wataenda. So watakuwa wanachukua video kama huyu jamaa, unajua, wacha tuangalie na kila mmoja atakuwa anachukua wakikutana huko nje, uliona nini? Sasa inakuwa the talk of the day. Lakini mwe kielelezo kwa watu wote. Muishi vizuri, hata kama wanangojea waone mabaya, wanaona mazuri kutoka kwenu, ili waweze kubadilisha maisha. Hata sisi tulienda, unakumbuka ilikuwa tarehe ngapi? Tarehe 6. Tulienda. Imagine hata hatukulala njiani kwa sababu ya yellow. So ndiposa tunasema mweze kuanza safari nzuri, safari ya imani, safari ya upendo, safari ya umoja, safari yenye iko na amani. Na mkifanya hivyo, Yesu Kristo vile ametuelezea katika somo la Injili ya siku ya leo, kama yeye vile aliweza kusunguka miji na vijiji kueneza Injili ya Yesu Kristo, kueneza Injili yake, ndipo hata sisi pia tunaambia tuweze kufanya hivyo, kueneza Injili. Hajafunga hata, hajapeleka hata watu nyumbani. Lakini tumekuja kusherekea watu wengine. Na sisi je? Sasa hiyo Injili ni ya nini? Injili ya mtaani. Najua wengine wanasema kuibana. Sasa sijui kuibana ama kukai. Ile tu unapata mtu njiani, umeenda. Hakuna hata kurudi baadaye kusema ati sasa watarudi baadaye. Baada ya nini? Wamepata wajukuu. Mimi nasikia kwa wakale, kama mjafunga ndoa kama wasasi, na labda msichana wako ako karibu kuoleka, itabidi ufanye nini? Ati mama afunge kundoa kwanza ndio turudi kufanya yale mengine. So ndio nasema kuna wengine labda hatujafanya hivyo. So hiyo Injili ni gani ambayo tunaieneza? So tupate yaelewa kwamba kama wale wenye hawajafunga ndoa, tufunge ndoa ili tuweze kuishi vizuri
kueneza injili ya Yesu Kristo, ambaye aliweza kusema kwamba iwe wawili wakikutana wataweza kukaa pamoja na kuna mwingine mwenye ataweza kuwatenganisha. Na tunaona huruma ya Yesu Kristo wakati alipowaona watu wamekaa wamelala, wamekuwa kondoo wenye hawana mchungaji. Kwa huruma ya Yesu Kristo aliona kweli hawa wametaabika sana. Niposa nimeanzia kwamba labda Mwenyezi Mungu amewaona kweli kila mmoja wenu ametaabika sana. Ndiposa anataka kuwakutanisha siku ya leo. Siku zijazo, hii ni mwanzo tu. Lakini msikae kama hamna mchungaji. Na Yesu Kristo mwenyewe ni mchungaji katika maisha yenu, ya kwamba muweze kuishi vizuri kumkemea Yesu Kristo ambaye ni mchungaji mwema, ambaye anatupatia yale yote ambayo tunahitaji katika maisha yetu. Na kwa hivyo tuwe kama wafuasi wa Yesu Kristo, kumfuata Yesu Kristo kila wakati, kueneza injili ya Yesu Kristo. Na zaidi tunaeneza injili ya Yesu Kristo tukiishi vizuri, tukiwa tunamtegemea Mwenyezi Mungu kila wakati, tunapoomba kila wakati, tunapoenda kanisani kila wakati, kwa sababu sisi ni wanyonge. Hatuwezi kuyaishi maisha haya bila Yesu Kristo mwenyewe. Na kila mmoja wetu tunaambiwa tuweze kumfuata Yesu Kristo kila wakati. Na kwa kumalizia kwamba kama vile tumesikia katika masomo ya leo, ya kwamba tuweze kumfuata Yesu Kristo. Mwenyewe alituambia yeye ndiyo njia. So hiyo njia yenye tunahitaji hakuna kwingine ila Yesu Kristo mwenyewe. So tuweze kumfuata Yesu Kristo. Mjua kwamba wakati mnapoanza kuishi, haswa Winnie na Kevin, kwamba hiyo umoja idumu kwa kushirikiana kila wakati katika maisha yenu, kwa kuishi vizuri. So usimkasirishe mwenzako, badala ya kumkasirisha mwenzako, tenda mema, mtendee mwenzako mema. Kama mtapata changamoto, mweze kumtegemea Mwenyezi Mungu kila wakati, kwa kuwa yeye ndiye anapeana baraka. Atawabariki na kuwajalia mema kila wakati, ili wakati tutakapokuja ama tunaposikia mnaendelea vizuri, itakuwa furaha hata yetu pia. So tunazidi kuwaombea ili Mwenyezi Mungu awasaidie, awapatie nguvu kila wakati. Na karibu kwa wageni wetu kila wakati. Siku ya leo peke yake, kwa sababu tuko na sherehe hapa. Kila wakati mnakaribishwa hapa Kericho. Tumsifu Yesu Kristo. Tutoe sala za waamini. Mwenyezi asikilize kwa wema sala zetu kwa ujumbe wa Yesu Kristo Bwana wetu. Mungu Mwenyezi wa milele, tunakurudishia shukrani kwa kipaji cha kila mmoja wetu, kwa kuwa tumekusanyika hapa kwa sababu ya uwepo wako, kwa sababu ya ulinzi wako. Tunasema ni asante, haswa kwa wageni wetu ambao umewaongoza.
kuwaongoza. Tunakuomba uendelee kuwa nao, waongoze kila wakati. Tunawakabidhi Kevin na Winnie. Mwenyezi Mungu wanapoanza safari ya kuishi pamoja, Mungu walinde, waongoze, wanemeshe ili waweze kuishi kulingana na mapenzi yako. Bwana tukuomba utusikie. Asante Mungu wetu, tunakutolea shukrani sio na kifani kwa ajili ya siku ya leo. Tunashukuru kwa mpango yote ambayo umetuwezesha tukafanya mpaka siku ya leo, ambaye tumefanikiwa kufika wakati huu. Mungu wetu, asante kwa maisha ya kila mmoja wetu. Asante hata kwa padre wetu, asante kwa kanisa letu takatifu katedrali. Asante kwa wale wote wajirani na wote ambao wamekuja kwa sherehe. Tunashukuru wewe Mungu wetu kwa kuwezesha kila mmoja wao waweze kufika, tuwe pamoja tukishirikiana katika sherehe yetu ya msichana wetu na kijana wetu, kwa maana ni mwanzo wa maisha yao. Mungu wetu, endelea kuwa nasi ukitubariki na kutuongoza kwa kila jambo, tuwe na hekima na kuendelea zaidi, na Bwana utusikie. Sae takuba ekalesiya nitili. Kiptayat cheptoleli nyon kimache kesochin ekalesiya nitili nebo Katolik en ng'wony komugul. Ingen Baba nitili leo Kiptayat cheptoleli berur inendet, berur cardinals, berur bishops chechoket, berur patriinikyok. Iberur kany Kiptayat tugul lagok chemiten en seminary sistaek ak patriinik. Iberur kot katekistayek chebo Kiptayat cheptoleli. Ikochin kimnotet sikomuch korib kechirek chekikoi icheket Kiptayat cheptoleli. Kimoche kora kesaa akot akobo lagok chemiten en korikyok, amun kimwoe Kiptayat cheptoleli ile chang rurutik ako tuten kesich. Kurany akot chemiten en korikyok Kiptayat asikobit kobwa koyai boisieng'ung Jeiso nenyon. Akesome kele Kiptayat, sala kwa ajili ya wagonjwa na marehemu wote. Mungu Baba Mwenyezi, twasema ni asante kwa kipaji cha uhai ambao umetujalia bila malipo. Tazama, kuna wale ambao hawajisikii vizuri, kuna wagonjwa ambao wamo hospitalini, wengine manyumbani na wengine njiani wakielekea kwa matibabu. Mungu wetu, wote tunawakabidhi mikononi mwako, ukawajalie na afya njema. Baba Mwenyezi, kuna wale ambao wametutangulia wakiwa na tumaini la ufufuko, tunakuomba wajalie neema zako marehemu wote na roho zilizomo toharani. Baba Mwenyezi, wakaweza kufurahi pamoja nawe kule mbinguni, na Bwana utusikie. Bwana usikiliza sala zetu. Tuwasilishe sala zetu kupitia Bikira Maria tukisali: Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao tumbo lako mbarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu, sasa na saa kufa kwetu. Amina. Na tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amen. Ni wakati wa sadaka. Tunapojiandaa, ningeomba wale wote ambao wanapokea, tafadhali tuinue mikono yetu kwa ajili ya hesabu. Atawajaza baraka.
Salini ndugu, ili sadaka yangu na yenu ikubalike kwa Mungu Baba Mwenyezi. Bwana apokee sadaka mikononi mwako kwa sifa na utukufu wa jina lake, kwa mafaa yetu sisi na ya kanisa lake lote takatifu. Bwana, tunakuomba sadaka ya ibada yetu itolewe kwako daima, nayo itimize agizo la kuadhimisha fumbo takatifu na kutenda kwa mafanikio wokovu wako ndani yetu, kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amen. Bwana awe nanyi. Inueni mioyo. Tumshukuru Bwana Mungu wetu. Yeye katika ujio wake wa kwanza alipokuja katika unyenyekevu wa mwili, aliutimiza mpango ulioandaliwa nawe tangu kale. Hivyo akatufungulia njia ya wokovu wa milele, ili atakapokuja tena katika utukufu wa enzi yake, hatimaye tupewe waziwazi mema yaliyoahidiwa, ambayo kwa sasa tunathubutu kuyatarajia tukikesha. Kwa sababu hiyo sisi pamoja na malaika wakuu, pamoja na viti vya enzi na milki na majeshi yote ya malaika wa mbinguni, twaimba utenzi wa utukufu wako tukisema bila mwisho. Nawe kinakusifu kwa haki. Maana kwa njia ya mwanao Bwana wetu Yesu Kristo, na kwa uwezo tendaji wa Roho Mtakatifu, unavitia uzima vitu vyote na kuvitakatifuza. Wala waachi kusanya watu kwako, ili toka mawio ya jua hata machweo yake dhabihu safi itolewe kwa jina lako. Basi Bwana, tunakusihi kwa unyenyekevu vipaji hivi ambavyo tumekutolea, ili uvitakaze upende kuvitakatifuza kwa Roho huyo huyo, ili viwe mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo, aliyetuamuru tuatimishe mafumbo haya. Maana yeye mwenyewe usiku ule alipotolewa, alitwaa mkate na akikushukuru aliubariki kwa umega na akawapa wafuasi wake akisema, twaeni mle nyote, huu ndio mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu. Vivyo hivyo baada ya kula, akitwaa kikombe na kukushukuru alikibariki na akawapa wafuasi wake akisema, twaeni mnywe nyote, hiki ndicho kikombe cha damu yangu, damu ya agano jipya na la milele, itakayomwagika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi.
Fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Fumbo la imani. Kwa hiyo Bwana, tunapoadhimisha ukumbusho wa mateso ya mwanawe yaletayo wokovu, pamoja na ufufuko wake wa ajabu na kupaa kwake mbinguni, na tunapoutazamia ujio wake wa pili, tunakutolea kwa shukrani sadaka hii iliyo hai na takatifu. Tunakuomba uangalie matoleo ya kanisa lako, na kwa kumtambua yeye aliye kafara ambaye ulitaka kutulizwa kwa sadaka ya kifo chake, utujalie sisi tunaotiwa nguvu kwa mwili na damu ya mwanao, na kujazwa Roho wake Mtakatifu, tupate kuwa mwili moja na roho moja katika Kristo. Yeye atufanye sisi tuwe kwako sadaka timilifu ya milele, ili tuweze kupata urithi pamoja na wateule wako, kwanza kabisa pamoja na Bikira Maria mwenye heri, mama wa Mungu, na Mtakatifu Yosefu mume wake huyo Bikira, na mitume wako wenye heri, na mashahidi wako watukufu, na watakatifu wote ambao tunategemea kupata daima msaada wa maombezi yao mbele zako. Tunakuomba Bwana, huyo aliye kafara na upatanisho wetu, alete amani na wokovu duniani kote. Upende kulimarisha katika imani na mapendo kanisa lako lilalo safiri hapa duniani, pamoja na mtumishi wako Papa Mtakatifu wetu Leo wa 14 na askofu wetu Alfred, pamoja na maaskofu wako. Usikilize kwa wema sala za jamaa hii uliyoita hapa mbele yako. Baba uliye mtakatifu, kwa huruma yako wakusanye kwako wanao wote waliotawanyika popote duniani. Uwapokee kwa wema katika ufalme wako ndugu zetu marehemu na wote walioaga dunia wakiwa wamekupendeza, nasi tunatumaini kufika katika ufalme huo, ili pamoja tushibishwe milele kwa utukufu wako, kwa njia ya Kristo Bwana wetu, ambaye kwa njia yake unaujalia ulimwengu mema yote. Kwa njia yake na pamoja naye na ndani yake. Wewe Mungu Baba Mwenyezi, katika umoja wa Roho Mtakatifu, unapata heshima yote na utukufu milele na milele. Mafundisho yake ya kimungu tunathubutu kusema: Baba yetu uliye mbinguni, jina lako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utujalie mkate wetu wa siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe sisi waliotukosea, usitie katika kishawishi na kiongozi. Bwana, tunakuomba utuopoe katika maovu yote. Utujalie kwa wema amani maishani mwetu, kusudi kwa msaada wa huruma yako tuopolewe daima na dhambi, wala tusifadhaishwe na jambo lolote, tunapotazamia tumaini lenye heri na ujio wa Mwokozi wetu Yesu Kristo. Kwa kuwa ufalme ni wako, upende kulijalia amani na umoja, kama yalivyo mapenzi yako, unaishi na kutawala milele na milele. Amen. Amani ya Bwana iwe daima nanyi, na iwe rohoni mwako. Mpeane amani. Oye,
Tazama ondoa dhambi za ulimwengu, heri hao walioalikwa kwenye karamu ya mwanakondoo. Ee Bwana, sistahili uingie kwangu, lakini sema neno tu na roho yangu itapona. Kristo niokoe, damu ya Kristo nichangamshe, maji ya upavu wa Kristo yanioshe, mateso ya Kristo nguvu yanisidisie. E Yesu mwema, unisikilize, katika madonda yako unifiche, usikubali nitengane nawe, na adui mwovu unikinge. Saa ya kufa kwangu uniite, uniamuru kwako niche, na watakatifu wako nikutukuze milele na milele, nigawe mapendo. E Bwana, unifanye chombo cha amani yako,
nienese mapendo wanapochukiana. Bwana, tunakuomba utujalie huruma yako ili misaada hii ya kina wetu. So ningependa kutoa shukrani zangu kwa hii misa takatifu na kwa maandalizi yote. Mwenyezi Mungu asidi kuwabariki. Kwa kuwa najua labda kuna kipindi kingine tuweze kumaliza misa alafu tuweze kuelekezwa. Bwana awe nanyi. Awabariki Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Nendeni na amani. Muwe na siku njema. Maria.
1 2. Asante sana, asante sana kanisa letu la Katoliki